Vipi msikilizaji na mtazamaji, karibuni kwenye show yetu ya Mafans Mtaani podcast, show kubwa katika mkanda wetu wa pwani hapa Mombasa, napatikana ndani ya Likoni. Okay, mimi najulikana kama Mwidadi na leo kuna mgeni wetu hapa, kijana mwenzetu, nataka tupe mawili matatu hapa. Ndio. Majina ni Austin Mandela Amiri, ninatokea mtaa ya kati hapo ndani ya Likoni. Unatupata sana. Yes, ndio nimekaribishwa hapa ndani ya podcast ya maana sana, inaitwa Mafans Mtaani. Subscribe pale, bofya pale Mafans Mtaani kwenye YouTube channel, utatupata kwenye Instagram Mafans Mtaani, kwenye Facebook, mitandao yote ya kijamii Mafans Mtaani. Double tap pale, subscribe. Wana maneno mazuri. Bila shaka. Yes. Ndio, sasa Mr. Amir. Ndio. Labda tu kwanza karibu sana. Na tumefurahi kuwa na wewe kukuhost kama hivi. Wewe ni kijana mwenzetu, mwanaharakati mwenzetu kabisa. Labda tu kuna maswala kiasi ningependa tuyachambue. Okay, katika hali ya sasa hivi kwenye nchi yetu, nafikiri kuna swala moja muhimu sana ambalo tunalitazamia liko karibu, ambayo ni swala la mambo ya election. Ndio, mambo ya kupiga kura na hali kadhalika. Ndio. Sasa kwa ujumla, sijui labda ningependa tuongelee hali ya kisiasa ya nchi pengine. Nchi yetu sijui tunatazamia nini, tunatarajia nini, labda wananchi wako na maoni gani, vitu kama vile. Kweli kabisa, kulingana na nchi inavyokwenda na hali ya sasa, muda unayoyoma, tunakaribia kupiga kura. Ndio. Kitu ambacho tunasisitiza sana kama wananchi ni wale ambao bado hawajakata kura. Ndio. Kitu cha kwanza, wakate kura. Naona wale wananchi ambao bado hawajakata kura, uko pale umekaa, unajua mpaka saa hizi huna kura hujakata, ndugu yangu, mama yangu, baba yangu, kaka yangu, unategemea mabadiliko. Na unategemea mabadiliko. Sasa hii hali haiwezi kubadilika mpaka kwanza tuchukue zile votes. Hii hali haiwezi badilika, hii hali mpaka zile kura. Siri ni numbers, kama vile unavyoambiwa, unaambiwa kwamba siri ni numbers. Unaona? Ndio. Sasa sio kuchagua tu kiongozi bora, kiongozi ni tuchague kiongozi bora, kwa sababu kila mmoja kuna sera zake. Kila mmoja ako na sera zake. Sasa depending on ndio lazima unaweza weka interest. Lakini nikwambie this time kuna changes tana pia watu kukata kura itaongezeka. Ndio. Maana tayari watu wameamka. Na ni hali gani inapelekea useme hivyo? Hali ambayo inasemekana niseme hivi ndio ni kwamba watu wamejanjaruka kwamba ile kununuliwa walikuwa kinunuliwa zamani, kupewa hongo, pesa, kapigie huyu mtu ni mbaya, tayari umeenda kumpigia sababu umenunuliwa, lakini wewe kesho wateseka. Ndio. Yeye anaendelea. Sasa hiyo watu wamechanuka. Unaelewa? Watu wameamka, yani wamerevuka huko katika sasa ni lazima watolee hali za maisha. Vijana hawana kazi, vijana hawana kazi. Imeleta issue nyingi sana kama hapa ndani ya Mombasa ama huko Coast. Yani vitu ambavyo vimeleta kweli insecurity tunapata hakuna. Kwanza tukizungumzia swala la kazi. Ndio. Unajua sikutaka kwa wale vijana kukaa maskani. Ndio. Sikutaka kwao. Lakini ni society iko very judgmental. Uwe na wale wenye wamekaa pale mtaani maskani kabisa kwamba ni wahuni, waizi, hawana maana, kwa sababu wamjaji yule mtoto wa mwenzako. Ndio. Kwa kuwa wewe mtoto wako yuko na mahali yopata riziki, lakini yule mtoto mwenyewe bado hajapata riziki, wewe wamjaji vibaya, wamhukumu vibaya, ambapo ni makosa, haifai. Yule pia yatamani apate tu mtu angalau amuonyeshe njia mali ni hapa. Connection hakuna za kazi kabisa. Watu wapenda kazi kujuana. Ndio. Umeelewa? Yule kijana amesoma, yuko pale ameketi maskani, atatoa ngapi? Shilingi 100,000 ama shilingi hata 50,000 ndio aende akaungane apate kazi. Ndio. Atatoa wapi? Yeye mwenyewe kwanza yatafuta hizo pesa. Unaona? Hapo ni kweli. Wanasiasa wetu ambao tuliwachagua katika area zetu wanauza nafasi za kazi wengine. Ndio. Unaona? Nafasi ziko wapi?
hazionekani kabisa. Ni ahadi. Unapata sasa kila mwaka watoto wanatoka shule wana graduate, lakini wanakuja mtaani kabisa. Certificates nini zinaoza kwa nyumba. Ndio. Sio kama unaelewa? Nakuelewa vizuri sana. So kwa hiyo kando hata na kuajiriwa tu, walete hizi initiatives za vijana kuanzisha biashara kabisa. Unaona? Kabisa kujaribu kuinua vijana. Sio lazima kuemployiwa. It's not all about employment tu kutoka shule. Ubunifu tu, creativity, skills, mtu afungue tu biashara yake mahali. Kama unaelewa. Lakini vijana wenzangu pale namsikia mwanaharakati hapa, kulingana na anavyosema zaidi, tusiwe watu wa kutegemea pengine hichi ama kile. Najaribu pia kujituma, au sio? Tunajaribu kujituma. Okay, sasa Mr. Amir, ndio hapo tumezungumzia kuhusu vijana tuseme, ama sisi ambao hatujachukua kura. Tufike tujaribu kuchukua votes ili tujue ndio tunamchagua nani ambayo ndio mabadiliko yetu ya kesho. Na msikubali kununuliwa. Sasa hiyo ni moja. Pili, ningependa ugusie hiyo, sawa hapo tuseme umezungumzia swala la vijana ama sisi wapigaji kura. Ushaona huu upande wa sisi wananchi. Sasa hapa kuna huu upande mwingine, huu upande wa mamlaka sasa, ama upande wa wanasiasa wenyewe, ama hawa viongozi ambao ndio huwa tunataka kuwaweka pale mbele kwenye zile nafasi za wale nao tunaweza wasema vipi, sababu wale pia nao wako na ila zao. Shaona wengi wamekuwa watu wa kuhadaa watu, anakuja mnampa anakwenda, amehama mtaa, amumuoni tena, simu ashiki, namba ilibadilishwa. Sijui how can we talk about that? Pengine wale wanasiasa ambao tayari wako kwenye viti, ndio kitu cha kwanza nafaa kujua yule ambaye amefanya kazi mpaka kufikia sasa ameonekana kabisa. Yule ambaye amelala kwenye ofisi yake ameonekana tayari, ameshamulikwa, amekuwa marked. Yaani amemakiwa, ama vipi ndugu yangu mtazamaji? Ndio. Yule mwanasiasa ambaye hajawajibika kabisa, mumemark au tumemmark, huyo tunamngoa. Yule ambaye amefanya kazi yake tumemmark pia yeye, niweza tunamrudisha. Ndio. Ama namna gani? Ndio. Hivyo ndio wameonekana. Yaani mwananchi huwezi mdanganya tena. Sikize tu yale maneno yao wanayo. Wewe akiuza sera, wewe sikiza tu sera, watakuja wengi. Lakini ujue utafanya hii, tunaweka hii. Lakini mwisho wa siku decision, uamuzi unao wewe kabisa. Ndugu yangu, mzazi wangu, uamuzi unao wewe katika jamii. Hatupigi kura kwa kujinufaisha sisi. Ndio. Tunafaa tuangalie kizazi cha kesho na kesho kutwa, hawa wadogo zetu. Maana ile miaka 5 ile hawa wadogo zetu ndio wanakuwa katika ile miaka 5. Sisi tayari tuishi. Na hao ndio tunawatengezea. Ndio. Sisi tukipata unga kule kidogo na pia wanasoma vizuri, nini mambo inawatia imani ndio. Hapo umeongea kweli, na nafikiri kila anayetazama pale ndio amesikia maneno yako na ujumbe wako umefika. Ndio sasa okay, zaidi mtazamaji, hiyo ilikuwa kwa ufupi tu ama kuhusiana na masala ya kisiasa ama hali yetu ya nchi ilivyo mpaka kufikia sasa hii. Bila kusahau, hii ni show yetu pendwa, Mafans Mtaani, number 1 show Likoni Mombasa. Subscribe, like, you can also comment on our social handles, Instagram, YouTube and Facebook.